kuzo. Makazi ni wapendane wasipendane. Makazi ni watafute uongozi pamoja wasitafute. Makazi ni watafute serikali pamoja wasitafute. Hi cousins. Hi kuzo. Asanteni sana. Mimi nimefika hapa kuja kutembelea my family, my cousins from the Abagusi community. Siku ile Ruto ametutatiza. We have done what people do. Mukipata matatizo na watu ya huko nje, mnatafutana familia, mnaketi pamoja, mnapanga mambo yenu kama familia. Hiyo tumekuja hapa kupokea huyu kijana wenu wa nyumbani, our cousin Dr. Fred Okello Matiang'i. Na mimi nakuambia ndugu yangu, pongezi. Wewe leo umetunikiwa uongozi wa jamii ya Abagusi, jamii ya heshima katika Jamhuri ya Kenya, jamii iko na bidii katika Jamhuri ya Kenya, jamii ambayo inajitafutia na isiwe waobaji. My friend, you are now the leader of one of the most hard-working communities in the Republic of Kenya. Na wewe sasa kiongozi Matiang'i, umepewa jukumu utembee na sisi tukatafute serikali. Na mimi nataka kumhakikishia huyu kijana wenu ni kijana wa bidii. Alikuwa na Rais Uhuru Kenyatta akanyorosha masomo. Alikuwa na Uhuru Kenyatta akanyorosha mambo ya usalama. Sisi tunajua ya kwamba mmetupatia kijana ya bidii. Tutatembea na yeye Kenya nzima, tutavuta uongozi. Nataka nimhakikishie hatarudi hapa nyumbani bila kitu. Ndio, atarudi hapa na heshima. Hii jamii ya Omugusi, William Ruto amedharau nyinyi, si ndio? Tulikuwa na yeye pale kwa baraza la mawaziri na Ezekiel Machogu, ambaye nilifanya kazi na yeye tukiwa madisi. Kiongozi wa maana akamfukuza. Nikamuuliza William Ruto, wewe umefukuza Machogu, hii wa Kisii umewacha na nani? Nilimuuliza. Unajua, kwa kushangaza, unajua alinijibu nini? Ate wa Kisii kiongozi yao ni Silvanus Osoro. Ni aibu si aibu? Ni madharau si madharau? Sasa nikamuuliza, huyu kijana mdogo ambaye anarukaruka ndio kiongozi wa Kisii? Akasema ati iko ati Okundi Nyakundi, na iko kijana mwingine Muhindi ati ndio kiongozi wa jamii. Sasa nyinyi mtaongozwa na Muhindi? Ni madharau si madharau? Na mimi napongeza nyinyi leo kama jamii, mmetafuta kiongozi wa hekima, kiongozi ataheshimika Jamhuri ya Kenya, kiongozi ambaye ni mfanyakazi, na akija kwetu sasa kutafuta umaarufu, nyinyi mtaheshimika kama jamii, si ndio? Lakini nataka kuomba nyinyi, huyu Matiang'i mmetupatia, kama hamtafutie heshima nyumbani, hakuna pahali ataenda. Hakuna pahali ataenda. Lazima mtafutie Fred Matiang'i heshima nyumbani. Itakuwaje nyinyi mnasema Matiang'i ni kiongozi wenu, alafu vijana akina Osoro wanatukana nyinyi kwa mikutano, alafu mnanyamaza? Mimi nataka kuomba nyinyi, hi cousins, mimi nataka tukubaliane. Ndio mimi niweze kutembeza Matiang'i mlimani, to go and meet his cousins. Na ndio watu ya heshima, watu ya mlima wa mheshimu, lazima aheshimike hapa nyumbani, si ndio? Nyinyi wa Kisii sio watu ya kuuziwa uoga, sio watu ya kutishwa. Sitaki mkubalie watoto kutukana Fred Matiang'i hapa Kisii tena. Harambee! Hata nilisahau kusikiza ground kwanza. Niliingilia maneno mingi kabla tuelewane. Sasa Omugusi, nisikize ground. Sasa nyinyi wa Kisii hapa mnasemaje? Ati mnasemaje? Jamii ya Omugusi mnasemaje? Harambee! Wewe Ruto,
wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mtu ya Singapore. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende? Hapa Nyamira tulitembea hapa na Kasongo. Mimi sijaona mtu yuko uongo namna hiyo maisha yangu tangu nizaliwe. Na nyinyi mmeona mtu mwingine? Na tulikuja hapa na huyu Machogu. Na huyu Machogu ni kiongozi wa maana. Pale kwa baraza la mawaziri ndio alikuwa nang'ang'ana na Kasongo kutafutia Wakisii nafasi. Zile nafasi zote zilipatikana katika Wamugusiland. Machogu akiwa waziri alikuwa anakuja kwangu, tunaenda kwa Kasongo, tunamwangalia macho kwa macho, tunamwambia patia Wakisii haki yao. Hapa Nyamira alikataa kupeana PS, si ndio? Ni mimi na Machogu tuling'ang'ana tukapata Solicitor General, huyu anaitwa Shadrack Mose. Lakini PS hakuna, CS hakuna. Huyu Machogu akang'ang'ana, tukakuja hapa tukaanzisha University ya Kiabonyoro. Imekwama haijakwama? Imekwama haijakwama? Huyu Machogu akatafuta secondary school 68 kutoka government ya Kuwait ikajengwa. Utaona Kasongo hapa akija kudanganya nyinyi ati ni yeye alifanya. Mambo ya dams ya maji, damu ya Bonyonyu na ile ya Mawego imekwama haijakwama? Sasa nyinyi watu ya Nyamira muko na sababu yoyote ya kusema tuta? Mnaweza unga Kasongo mkono? Sasa huyu Kasongo mimi namuelewa. Tukitoka next week ako hapa. Ako hapa. Mimi namjua. Ako wapi? Akifika nichanue nyinyi, nimchanue pale mlimani. Tumempangia kwa sababu ni mtu ya uongo. Tukasema kusikiza uongo ni bei kali. Huwezi sikiza uongo tu namna hiyo. Si ni muongo? Si atakuja kudanganya nyinyi ati apiga ile kazi Matiang'i amefanya hapa. Sasa formula yetu pale mlimani iko namna hii. Sisi ni wafanyabiashara kama nyinyi, si ndio? Unajua Wakikuyu na Wakisii ndio wenye matatu, kweli ama uongo? Ndio wenye kujenga manyumba, ndio wenye ukulima. Hata jera sisi na nyinyi ndio wengi. Tuendelee tusiendelee? Si tuko wengi kwa jera? Sasa mimi naomba watu yangu wafunguliwe kidogo, wenu waingie kidogo, tusaidiane. Harambee! Kasongo akifika kwetu tumemwekea bei ya kusikiza uongo, si ndio? Na mimi nataka tuweke bei ya makuzo, si ndio? Pale kwetu mzee ya nyumba 10 ama chief ama MP ama MCA ya Kasongo akiitana mkutano, kabla hujatoka kwa nyumba unaashiwa shilingi 3,000 nyumbani, si ndio? Kufika kwa mkutano unanyamaza. Ukiambiwa umpigie makofi anaongeza 2,000, si ndio? Akitaka ucheke aone meno ya Mkisii aongeza 2,000. Harambee! Kasongo anyelewa sinyelewe? Anyelewa sinyelewe? Kwa hivyo akija next week kuja kuleta uongo hapa, mumlipishe bei kali, si ndio? Mtamlipisha bei kali kwa sababu huyu mtu ni muongo. Ameiba mali yote ya Kenya, anasukuka na pesa na gunia, wakiwa na ile mtu ya kwetu inaitwa Soprano. Mnajua Soprano? Mnajua Soprano? Hiyo mtu hapo kwetu ni mtu ile anaitwa robot, si ndio? Anaitwa Naruto. Wewe Soprano? Yes sir. Kuja hapa. Si utafute Dr. Fred Okengo. Wangapi wanasema mtu anataka kuongea na Wakisii? Na hii kazi ni rahisi. Hii kazi ni rahisi. Hii kazi ya kufukuza Kasongo
Muulize mimi. Mimi ndio nilimweka kwa hiyo kiti. Na nitasaidia nyinyi kumtoa. Unajua kujenga ni kazi mingi. Kubomoa ni rahisi. Tubomoe tusibomoe. Tubomoe tusibomoe. Hii kazi ni rahisi. Hapa Omugusi mfunge chini ya Matiang'i. Na mpatie ruhusa akafunge Homa Bay, akafunge Migori, akafunge Kisumu, akafunge Kuya. Mtampatia ruhusa? Mkifunga hapa Nyanza, Kalonzo amefunga Eastern na huko Pwani. Si ndio? Huyu George Natembeya na Eugene Wamalwa na Cleophas Malala wamefunga Magharibi. Huyu kijana Babu Owino na Sifuna na mimi tunafunga Nairobi. Si ndio? Pale Mlimani mimi na Martha Karua na Justin Muturi tumefunga. Hii mtu atapitia wapi? Atapitia wapi? Jenzi mpo? Jenzi mpo? Nyinyi ndio dawa ya Kasongo. Mmechukua vitambulisho? Mmechukua kura? Nyinyi Jenzi, kazi yenu ni kupiga kura, alafu kupiga picha results na kupeperusha katika Jamhuri ya Kenya. Si ndio? Hi cousins. Hi cousins. Sasa mmepanga pahali ndalala? Iko dizi? Iko nini ingine? Na baridi? Na baridi? Mmepanga? Harambe. So mmekubaliana tutembee na Fred Matiang'i? Na sisi tumekubaliana. Ndio nimalizie. Sisi vile umetuona hapa, tumekubaliana Kenya ni kubwa kuliko sisi zote. Sisi hatuwezi kujipenda, tutaketi chini. Kati yetu, mimi Rigiji, Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, George Natembeya, Justin Muturi, Martha Karua, tutatoa one person ya kugangana na William Ruto. Si ndio? Na yule tutatoa sisi yote tuunge nini? Wangapi wanasema tufanye namna hiyo? So ya mwisho nataka uliza, huyu kiongozi atakosewa heshima hapa tena? Hiyo vijana mtawakubalia? Na nimesikia mwingine anasema ati ni spokesman ya Wakisii. Ni muongo si muongo? Sasa si wazee wamekuwa hapo wakiongozwa na Matundura. Mchana iko spokesman nyingine ya Kisii. Spokesman ya Kisii ni nani? Ate nani? Ate nani? Na huyo spokesman ni Bonoko? Aende asiende? Aende asiende? Mimi nimwambie nikimalizia, my cousins, ile hasara nyinyi mumeenda kama jamii ni kwenda kutafuta serikali kupitia broker. Si ndio? Mliingia ODM ilikuwa na mwenyewe. Mnaunda serikali pamoja, mnatafuta mnakosa. Wanaenda wana negotiate, wanagawa vitu, wanawacha Wakisii kwa mataa. Sasa Wakisii mko na watu wamesoma. Huyu Matiang'i yako hapa. Sasa nyinyi mtaenda kwa meza ya kitaifa kupanga mambo ya jamii yenu direct kupitia Fred Matiang'i. Si ndio? Si huyo ndio mmetuma kwa meza? Iko mwingine? Mimi nataka kuuliza kwa sababu iko wengine Bonoko wanauza ODM hapa. Sasa huyu Matiang'i msipomchagulia gavana wa chama yake, senator wa chama yake, wabunge ya chama yake, MCA ya chama yake, atafaulu namna gani? Si lazima mpatie askari ya kutembea naye? Si ndio? Huyu kijana huyu Kipagendi, huyu kijana mdogo, huyu ako wapi Kipagendi? Mimi nauliza, huyu kijana ako wapi Kipagendi? Kijana mdogo. Sasa mimi nauliza wewe William Ruto, wewe pambana na mtoto mdogo ya nini? Wewe sasa William Ruto pambana na mtu ya rika yako, ya kilo zako, Fred Okengo Matiang'i. Huyo ndio wa kilo zako, si ndio? Si ndio? Harambee. Nisalimiane nikirudi nyumbani. Mtakuja kunitembelea Omenyoro? Mtakuja siku gani? Mtakuja siku gani? Mtaletwa na nani? Mtaletwa na nani? Huyu kiongozi wa jamii.
Mimi finally nauliza wa Kisii, if you want to get anywhere in this country, you must rally behind your leader to a man 100%. Si ndio? Ndio huyu Ruto wa mheshimu, si ndio? Na huyu Ruto amezoea kushikashika sisi na kuharibu mikutano. Sisi tunataka wa Kisii, mkisikia mkutano ya Matiang'i imeharibiwa anywhere in the country, mnatoka mnavuka barabara zote, ndio wanajua ni makosa kuumiza mtoto ya Kisii. Ndio? Si ndio? Hata mimi nikiwa yu kazi amezoea kunipiga karibie. Mtanisaidia? Mkisikia nimeshikwa, mkisikia nimepigwa mawe, mtoke mvuke barabara hapa Kisii, ndio ajue ya kwamba DP yako na watu yao. Si ndio? Tupendane, tukae pamoja. Mimi niko hapa siku 3 na huyu ndugu yangu Fred Matiang'i. Sisi tunataka tuongee na nyinyi, tutatafuta radio ya Egesa, tuongee ile maneno mengine ya nyumbani ya jioni saa ile iko giza. Tuongee kama mchana ama kwa giza. Jioni. Unajua kuna maneno mengine ya makuzo haitaki mchana. So mimi nitatafuta radio ya Egesa, tuongee ile ya ndani ya